Omega. That you are Yahweh, Alpha and Omega. Sing, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. My God, my God. You are Yahweh. We call upon you, Lord Jesus. You are You are Yahweh in everything, Lord Jesus, mighty. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Abba, Father, Lord. You are Yahweh, Alpha and Omega. Jesus. You are Yahweh, Alpha and Omega. Mighty God. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Father, we love you, Lord Jesus. We worship you, my Father. Father, we are humbled, Lord, before you, Lord, in this morning, Lord. Father, may you receive all the praises, King of glory. Father, we are here to worship you, King of glory. Ya kabere emirongo ibiri 15 ere goteba Amen. Okay. Waja nisungumuze nikisema kwamba mahali ambapo nimesoma asana asomire Mungu anazungumzia Jehoshaphat pamoja na watu wa Jerusalem na Juda. omonana igagokwanira Jehoshaphat ase abantu ba Yerusalemu na Yuda Walipofanya maombi wakaomba Mungu na Mungu akazungumza kupitia waliokuwa katika mkutano, akawaambia kwamba msiogope. ekero bakora masabo omonana agakwana n'umuganda akabatebinga ati moiroka. Kuna makabila ambayo yalikuwa yamejipanga kuja kupigana pamoja na watu wa Jerusalem pamoja na Juda. Ebisakumbire bya aliganetiko cha kurwana esegi n'abantu ba Yuda. Kuna Waamoni pamoja na watu wa Moab, Abantu ba Amoni barona ba Moab, na pia kulikuwa na watu kutoka mlima wa Zia. Weza kukusanyika pamoja
bonsi bakasangereka nasobwamo ili waje wapigane pamoja na Israeli. ligera baiche barwania Abaisiraeli. Na Biblia inasema kwamba habari ikaweza kufika kwa wana wa Israeli ambaye ni watu wa Jerusalem pamoja na Juda. Ne Biblia gotebanga mangana agachira sa bana wa Israeli. Walipopata habari hii wakawa na waziwazi nyingi katika maisha yao. Wakababaika kwa sababu walisikia kwamba mataifa yameungana pamoja na wanakuja kupigana pamoja na wao. So walipokuwa katika maombi wakiomba, Mungu akaweza kusungumuza mwenyewe kwa mkutano. Akawaambia waambie watu wa Juda pamoja na watu wa Jerusalem wasiogope, pamoja na mfalme Jehoshaphat wasiwe na sababu ya kuwaogopesha, wasiwe na waziwazi, maana mimi Mungu niko pamoja na wao. Hata kama watu wa Moabu watainuka, hata kama wa Amoni watainuka, hata kama maadui zenu watainuka wote, msiweze kuwa na waziwazi, maana mimi Mungu niko pamoja na nyinyi. Nataka nikwambie hivi, mtu wa Mungu ambaye unayenisikiza, akawaambia kwamba msiogope kwa sababu ya jeshi kubwa hili ambalo mnaliona mbele yenu. Msiogope, maana vita sio vyenu, bali vita ni vyake Bwana. Kwa sababu asubuhi ya leo nimekuja nikuletee neno. Tunaishi katika dunia imejawa na vita mbalimbali, vita vya kiroho, vita vya kisiasa, vita vya kifedha, vita vya kimasomo, kuna vita vya kijamii, vita vya kijamii, vita ambavyo mahali unafanya kazi kuna vita. Akaweze kusema kwamba waambie wasiogope, wasiwe na waziwazi, maana vita sio vyao, vita ni vyake Mwenyezi Mungu. Asubuhi ya leo nasungumzia mtu ambaye ndani ya moyo wake akona vita inamsumbua, akona mambo yamemteza karibu wiki moja. Wengine tangu tuingie Januari kuna vita unapigwa, mahali unafanya kazi ni vita, mahali unafanya biashara ni vita, katika familia ni vita, katika kanisa ni vita. Bwana akasema waambie watu wa Jerusalem pamoja na watu wa Juda wasiogope, maana vita sio vyao, lakini vita ni vyake Mwenyezi Mungu. Oh, haleluya. Ninazungumza na wewe mtu wa Mungu ambaye unayenitazama na kunisikiliza kutoka kwa madhabahu haya, ninakwambia hivi, hivyo vita ambavyo unasumbuka navyo, hiyo vita unang'ang'ana nayo, hayo mapepo yanayokupiga, hizo nguvu zinazoangamisha maisha yako, hautaweza kwa nguvu zako, hautaweza kwa nguvu zako, lakini Mwenyezi Mungu atakupigania. Akawaambia watu wa Jerusalemu na Juda, weka mikuki yenu chini, weka silaha za kivita chini, weka kila kitu chini cha kuvipigana vita.
maana mimi nitapigana mwenyewe. Waje Bwana apigane vita vyako asubuhi ya leo. Waje Bwana apigane na vita vyako kwa jina la Yesu Kristo. Iwe ni vita vya kimagonjwa, iwe ni vita vya nguvu za giza zinapigana na wewe, iwe ni nguvu za giza zinapigana na wewe, Bwana apigane vita mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Katika asubuhi ya leo, vita vyako weka mikono chini, mwambie Bwana Yesu, niko hapa, uweze kupigana vita vyangu. Pigana vita vyangu kwa jina la Yesu. Kutana pamoja na maadui zangu, kutana na maadui zangu, pigana na wanaopigana na mimi kwa jina la Yesu wa Nazareti. Oh, haleluya. Wakati Daudi alienda kupigana na pamoja na Goliath, alienda akasema hivi, wewe Goliath unakuja kwangu kwa mikuki, unakuja kwangu za nguvu za kibinadamu, lakini mimi naja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi ambayo umeweza kudharau jina lake. Na alipoenda kupigana vita, haikuwa Daudi, ilikuwa ni Mungu anapigana vita. Katika jina la Yesu Kristo, kuna majemedari wa vita, kuna majayante ambao wamezoea vita. Majayante pia wanakufa, majayante Goliath pia na wanakufa, Goliath nao wanakufa, lakini the conquerors, wale washindi, wao hawafi kamwe, hawafi kamwe. Maana neno la Bwana linasema, Bwana akiwa katika upande wetu, we are more than conquerors. Na tukiwa wasaidia washindi, washindi hawafi. Giants will die, giants will die, but conquerors wataendelea kuishi katika jina la Yesu wa Nazareti. Sijui ni nini iko mbele yako katika siku ya leo ambayo imekufunja moyo. Umekuja kanisa kwa unyenyekevu, umekuja kanisa ukiwa na mateso ndani ya moyo wako, unanisikiza kutoka nyumbani, hata kanisa hutaki kuja leo kwa sababu kuna kitu imekuvunja moyo. Vita sio vyako, Mungu anapigana vita hivyo, na ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Nisikize mwanasiasa ambaye unanisikiza asubuhi ya leo, kuna vitu imekuvunja moyo, kuna mambo watu wamezungumza na mambo haya yakakufikia, unashindwa, nitasimama nipiganie ama niache? Ninataka nikwambie hivi, vita sio vyako, Mungu anapigana mwenyewe. Songeni mbele kwa jina la Yesu, songeni mbele, usisikize ya wanadamu, songeni mbele, maana Bwana ako pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Songeni mbele, songeni mbele. Viongozi mliochaguliwa, viongozi mliochaguliwa, iwe ni wa kanisa, iwe ni wa dunia, watu hawana budi kunena maneno, watazungumza maneno ya kukuvunja moyo. Hata unapanga kutoroka, sio kipindi cha kutoroka. Bwana atapigana vita kwa jina la Yesu wa Nazareti. Atapigana vita mwenyewe. Uwanja wa vita hatutoki, hatutoki uwanja wa vita. Tutajipanga kwa uwanja, tutajipanga, tutaimba, tutajipanga, tutahubiri neno, lakini vita Mungu anapigana mwenyewe. Oh, haleluya.
Yesu wa Nazareti. Nataka nikwambie mambo mawili kama unataka kushinda vita. Nataka nikupatie maneno mawili kama unataka kuendelea na kushinda vita ambaye unastahili uwe nayo. Mtumishi wa Mungu akasema hivi, mstari wa 20 verse 20, kama unataka upate ushindi. Verse 20 nasema hivi, and they arose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Mambo mawili. Walipokuwa wakienda waende kukutana pamoja na maadui, Jehoshaphat akawasimamisha, akawaambia, nyinyi watu wa Juda, kama mnataka muone ushindi mkubwa katika maisha yenu, believe in the Lord your God. Muaminini Bwana Mungu wenu, ili mukaweze kusimamishwa ama mukaweze kusimamishwa ama muweze kuimarika. Muamini Mwenyezi Mungu. Kama maadui zetu watapigwa, kama tunaenda kushinda maadui zetu, kama Mungu anaenda kupigana vita vyetu, lazima tuweke imani yetu kwake. Tuondoe imani yetu kwa vitu vyetu, tuweke imani yetu kwake. Tumwambie, kama ni kufa tutakufa tukiwa kwako, kama ni aibu tutapata tukiwa na wewe, kama ni kushindwa tushindwe tukiwa na wewe. Akawaambia kwamba muweze kumwamini Bwana, muweke imani yenu kwake, ili muweze kusimamishwa, muweze kuimarika. Halo, Bwana asifiwe. Hata kama watu wataenda wapi, wakikosa kumtumainia Mungu, wakikosa kuweka tumaini lao katika Jehova, hata kama walishinda jana, itabidi washindwe leo, maana wamemwacha Mungu ambaye anayefanya watu wake kusimama na kuendelea mbele. Na ni katika jina la Yesu. Akawaambia jambo la pili, believe his prophets, so shall you prosper. Aminini pia na manabii wa huwezi kushinda vita mpaka uweke imani yako kwa manabii, uweke imani yako kwa mpaka uweze kuweka imani yako kwa mchungaji. Mchungaji ambaye umemtarau hawezi kufanya vile uweze kushinda vita. Mtumishi unayemsengenya hawezi kusababisha upate ushindi. Jehoshaphat akasema, weka imani yenu kwa Mungu, weka imani yenu ama muaminini Mungu, mukaweze kusimamishwa na mukaweze kuweka imani yenu kwa watumishi, ili mukaweze kufanikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Kama unadharau yule mchungaji wa kanisa lako, ukitukana
mchungaji wa kanisa lako, hauwezi ukafaulu. Hauwezi. Toka nyora bobui. Utajaribu, utang'ang'ana, uwezi kufaulu. Jehoshafati akawaambia vita sio vyenu, lakini inabidi mfanye mambo mawili. Weka tumaini lenu kwa Mungu na mkaweze kuamini manabii ambao wako katikati yenu, na maadui watashindwa kwa jina la Yesu. Nataka kumalizia hapo nikisema kwamba vita sio vyako. Mwaminini Bwana na Bwana atapigana vita. Na pia aminini watumishi wa Mungu ambaye ni manabii, na nyinyi mtafaulu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kama haujaamini Mungu, kupigwa vita utapigwa na utashindwa, kwa sababu hauna Mungu. Hata kama utakuwa na vitu, hata kama utakuwa na umati wa watu wengi nyuma yako, hata kama utakuwa na watu wazito nyuma yako, kama hauna Mungu, kushindwa utashindwa. Kama haujaamini watumishi wa Mungu, hauwezi kufanikiwa. Baraka zinatokana kwa Mungu na kufanikiwa kunatoka kwa manabii. Utakapotumainia Mungu na uweze kuamini manabii wa Bwana, basi hauna sababu ya kushindwa katika vita. Kama ni magonjwa unapata uponyaji. Kama ni laana zinaondolewa. Kama ni mikosi inaondolewa. Kama ni nguvu za giza zinashindwa. Na utasimama kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo nataka kwamba pamoja na wewe mtu wa Mungu, katika asubuhi ya leo nikikwambia kwamba vita sio vyako. Kuna mwenye vita ambaye anasema katika Exodus chapter number 15 verse 3. That is Exodus chapter number 15 and verse 3 inasema hivi. Umepata kikisia hapo ama? Yes. Amen. The Lord is a man of war. Amen. And the Lord is his name. Amen. Bwana ni Mungu wa vita. Ndio sababu anasema weka mawe yako chini. Ndio anasema weka mizare yako chini. Mimi niliye na ujuzi ya kupigana vita, nipigane vita mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo weka kila kitu kando, muamini Bwana, amini pia na manabii wake, na utaona baraka katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Nataka kuomba pamoja na mtu asubuhi hii. Walio karibu na mbali wanasema, mtumishi wa Bwana, kabla umalize, nataka uweze kuomba pamoja na mimi. Katikati ya wiki hii tulipokuwa tukihubiri mahali kwingine hapa, kuna mtu alikuja akasema sitaki kusikia mambo ya Mungu. Hiyo masauti mnaweka hapa, sitaki kusikia mambo ya Mungu kabisa. Huyu ni mtu ambaye amekuwa na pesa, ametoka katika familia ya uongozi. So anapoongea anaongea kwa nguvu, anasema sitaki mambo ya Mungu, sitaki mambo ya Mungu, sitaki kusikia mambo ya wachungaji, sitaki kusikia mambo ya mafathers. Anakataa.
kwa sababu ya vitu alivyo navyo kwa Mungu. Nataka nikuambie hivi, ukimkataa Mungu kuenda unaenda. Ukikataa Jehova Mungu mwenye uzima, mwenye uhai, ambaye anayetusaidia, anayetuinua kutoka kwa shida, anayetuondolea magonjwa, ambaye analeta baraka katika maisha yetu. Useme kwa sababu kuna pesa, kwa sababu umesoma sana, useme hutaki mambo ya Mungu, kuenda unaenda kwa jina la Yesu Kristo. So nataka nikwambie hivi, Mungu ndiye anapigana vita, na anapopigana vita ushindi tunapata. Anapopigana vita vyetu tunapata baraka. Anapopigana vita vyetu tunapata uponyaji. Anapopigana vita vyetu milango inafunguka. Anapopigana vita vyetu maadui wanashindwa. Anapopigana vita vyetu aibu zinaondolewa. Anapopigana vita vyetu maroho ya kujinyonga yanatuondokea. Anapopigana vita vyetu watoto wetu wanabarikiwa. Anapopigana vita vyetu ndoa zetu zinapona. Anapopigana vita vyetu milango ya chuma inafunguka kwa jina la Yesu Kristo. Ndio sababu inatakiwa tumwamini. Ndio sababu inatakiwa tuweke imani yetu kwa Mungu, kwa Mungu. Tuweke imani yetu kwa Mungu na tuamini manabii wake ili tuweze kubarikiwa katika jina la Yesu. Kuna watu wengi wanapitia chini ya laana. Kuna watu wengi wanapitia chini ya magonjwa sugu. Kuna watu wameshindwa vita kwa sababu wamekataa kumwamini Bwana pamoja na kuamini manabii wa Jehova katika jina la Yesu Kristo. Nakushukuru Baba Mungu, nalimiri jina lako takatifu. Nasema ni asante kwa sababu ya asubuhi ya leo. Vita sio vyetu, tunapigwa vita vya angani, tunapigwa vita vya nchi kavu, tunapigwa vita ndani ya maji. Lakini Bwana, sababu kitabu cha Exodus chapter number 15 verse 3 inasema kwamba you are the Lord of war and the Lord is your name. Naomba katika jina la Yesu Kristo Bwana, kama vile ulivyomwambia Jehoshaphat pamoja na Jerusalem na Juda, ukawaambia kwamba msiogope, maana vita sio vyenu, nitapigana. Naomba katika asubuhi ya leo vita vya kila njia watu wako wanang'ang'ana nayo, ukaweze kupigana mwenyewe. Kuna watu wanang'ang'ana na maroho ya sukari. Kuna watu wanang'ang'ana na maroho ya asima. Kuna watu wanang'ang'ana na maroho maroho ya Alzheimer's, maroho ya magonjwa mbalimbali. Kuna watu wanang'ang'ana na high blood pressure. Katika asubuhi ya leo ninaomba kwa jina la Yesu, unayepigana vita vyetu Bwana, ukapigane mwenyewe, ukapigane katika jina la Yesu Kristo. Upigane ukainue mtu katika siku hii. Upigane ukaweze kusaidia yule mama, ukasaidia yule mzee, ukasaidia yule kijana kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ninatangaza nguvu za Mungu kutoka kwa madhabahu haya ya Nyamataro, nikiomba kwamba Bwana, unayepigana vita pigana, unayejua kupigana vita pigana, unayejua kupigana vita pigana katika jina la Yesu wa Nazareti. Pigana na kila maroho ya kuzimu. Pigana kila maagenti wa Shetani ambao wamesukumwa kwetu, kila maroho yanayotutafuta, kila maroho yanayotuandama, kila mapepo na majini ambayo yanatafuta maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Kila mawazo ya kujiinua zaidi ya neno lako ninalegeza chini katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pigana vita, pigana vita katika asubuhi ya leo, pigana vita. Kuna mtu amegandamishwa, kuna mtu analia, kuna mtu anatezeka, kuna mtu amelaaniwa, kuna watu wamepoteza wenzao. Katika asubuhi ya leo wanalia, wanasema watapata msaada wapi? Naomba upigane vita
Pigana vita Baba, pigana vita Jehova, pigana vita maana unaweza, katika jina la Yesu Kristo. Ni vita gani ukapigana ukapata kushindwa? Ni vita gani ukapigana Bwana aibu ipatikane? Ni vita gani ukapigana ukapata kushindwa? Ulipigana vita vya kina Shadraka, Mesaka na Abednego, ukawaondoa kwa tanuru ya moto. Ulipigana vita vya Danieli katika tundu la simba, ukamuondoa pale ndani. Ulipigana na vita vya Sara, alikuwa apati mtoto na Abraham, ukapigana vita ukawapatia Isaka. Ulipigana vita vya Ana, alikuwa apati mtoto, ukampatia Samueli. Pigana vita, pigana vita asubuhi ya leo, pigana vita kwa jina la Yesu. Fanya mashambulizi ya angani, fanya mashambulizi ya nchi kavu, fanya mashambulizi ya ndani ya maji, na ni katika jina la Yesu. Naomba kwamba asubuhi ya leo pigana vita vyetu, pigana vita vyetu. Hatuna uwezo, hatuna nguvu, tumekuachia upigane kwa jina la Yesu Kristo. Maneno mbia mono tuatebire mbia segite yokwanya kubugwa, segite yokwanya kubugwa. Ruana kisegi chaito, ruana kisegi chaito, ruana kisegi chaito. Igwa tebanga tebya abantu ba Jerusalem na Juda. Amano maruoti ya Hazafati baba sako tuwale sababu yokuoboha igoro yomugando yomonene banyara ko babakobe ko kwigena sende nasaye babe kama no kwigena asaba bani bane namba nara korobo yobonene mambi yabono natangasira bubi okorugwetera sokurwane segi yao okonye omongenoria okonye omugakoria okonye omusawuria ruane esegi ya Gusii, ruane segi ya Kenya, ruane segi ya Afrika, ruana esegi ya ulimwenguni kote kwa jina la Yesu Kristo. Bwana sabirenga ngochiore kutunyanana, ngochiore kutunyanana kero ya mora. Otomeire aba agent bako monitor, otomeire meike komorigia ekomochunguso butukono mubaso koruanore ne meike yo eri gisase ryetari omonene okore bikone na makumi totebe no muyore twatebire ngambiye mono sama dabawa ryetari otigari bakwe ryetari otigari tagigwe. Bariki wote wale ambao wametutazama, bariki wote wale ambao wametusikiza, nikitangaza kwamba Bwana ukatusaidia na utupiganie kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, amen. Bwana akubariki sana. Nataka nikwambie kwamba vita vyako Bwana na akapigana, alipigania wengi ndani ya Biblia na atakupigania na wewe. Mwaminini Bwana, aminini pia watumishi wake, mutaimarika, mutabarikiwa na Bwana awatende mema kwa jina la Yesu Kristo. Mwana siku njema. Wale wa kusafiri Bwana awe pamoja na nyinyi. Wale ambao mko katika mahali mnafanya biashara Bwana akaweze kuwa pamoja na nyinyi. Wale ambao labda mko nyumbani Bwana awe pamoja na nyinyi. Wengine wale ambao mnakuja kanisani saa hizi hapa, fanya haraka ndio muweze kuja tuendelee na zingine zitakazofuata baada ya hii. Bwana awabariki sana. Bwana awatendee mema. Mmepata mambo haya yote, labda ndio umetupata tu hivi, mmepata mambo haya yote kutoka Nyamataro P.A.G na aliyekuwa pamoja na wewe katika ibada hii ambayo ni ibada ya kwanza ni Reverend Kennedy Ogaro, mchungaji wa Nyamataro. Bwana awabariki na Bwana watendee mema. Tunaweza kufanya kazi ya Bwana kwa kutoa sadaka zetu pamoja na fungu na sadaka za kila njia ili kwamba kazi ya Bwana iendelee. Nimewahi sema kwamba kazi ya Bwana inaweza kuendelea bila wewe kutoa, lakini Bwana ametupa nafasi ili kwamba tuwe washirika kupata baraka kutoka kwake. Kwa hivyo tunaposhiriki katika kutoa sadaka zetu, katika kutoa fungu zetu, kutoa pesa za ujenzi, kufanya kazi ya Bwana kusonga mbele, inakuwa ni baraka na jina la Bwana linainuliwa. Kwa hivyo wakati huu
tunaenda kutoa sadaka zetu na Bwana atatutenda mema. Mlio hapa unaweza kuleta hapa, na labda kama hauna pesa mkononi ungependa kutoa kupitia lipa na M-Pesa, unaweza fanya hivyo kwa tile namba 3313 na itakuwa vizuri na jina la Bwana litabarikiwa. Bwana akubariki, Bwana akutendee mema unapotoa sadaka zako katika asubuhi ya leo, na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Amen. Bwana wabariki sana mnapoendelea kutoa, na kisha baadaye tunaenda katika madarasa yetu kwa ajili ya ibada. Tunapotoa baadaye tuweze kwenda kwa madarasa yetu, tuweze kubarikiwa pamoja na Bwana, na ni katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki sana. God bless you so much. Unapotoa Bwana pamoja na wewe. Bwana wako saseni. Bwana akubariki sana. Bwana akutende mema kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana pamoja na nyinyi. Mnapotoa Bwana pamoja na wewe. Bwana akupiganie. Bwana akupiganie kabisa kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana, neema ya Bwana. Neema ya Bwana iwe pamoja na wewe unapotoa. Unapofanya ibada kukamilika kwa kutoa sadaka zako. Bwana akubariki sana. Bwana akutendee mema unapofanya ibada kukamilika kwa kutoa sadaka zako. Jina la Bwana liweze kuinuliwa. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Amen. Baba nakushukuru sana kwa sababu ya kazi imefanyika, ibada ya matoleo katika madhabahu. Kuna watu wameleta mahindi mahali hapa. Kuna watu wameleta pesa zao. Naomba ukawabariki, wafunike na damu ya Kristo. Dhabihu zinazowekwa kwa madhabahu zinaongea kwa niaba yetu. Naomba ukaweze kusaidia mmoja aliyefanya jambo hili, dhabihu hii ikanene kwa niaba yake. Bwana, sababisha baraka zingine kupatikana, maana unasema nijaribu katika njia hii muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni ili nikaweze kubariki mpaka mkose mahali pa kuwekea baraka. Naomba kupitia kitendo hiki Bwana, sababisha, fungua madirisha ya mbingu mahali ambapo umeweka hazina zako, uajilie kwa watoto wako. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe milele yote, maana wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwaminifu. Kemea mharibifu, anayeharibu, anayesababisha mapooza katika mazambani mwetu, na anayesababisha pesa tukipata sina peperushwa, tunaweka kwa mifuko ambayo imetoboka toboka, sinachukuliwa na magonjwa. Tunakataa hizo nguvu katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako wabarikiwe, watoto wako waendelee kuongezeka siku baada ya siku kupitia kwa nguvu zako. Uinuliwe na utukuzwe. Tuendapo